Ya saizi natumai kila mtu ni mzima, anaendelea na shughuli zake kama kawaida. Hapa nataka nikuletee darasa linalohusu afya ya akili. Tujenge msingi wa mazungumzo ya baadaye. Ukitembea mitandaoni utakuwa unakutana na habari kwamba mtu fulani ana tatizo la afya ya akili, mtu fulani ana changamoto ya afya ya akili. Imekuwa kama, kwa sababu tunaishi zama za mitandao, kitu kimoja kinaweza kikavuma halafu kikawa maarufu sana, lakini tatizo la afya ya akili sio geni. Tatizo la afya ya akili ni la kitambo, lakini kwa sababu zamani tulikuwa unakuta hatujapata term au hatujapata msamiati rasmi wa kuita neno husika. Zamani kwa mfano tulikuwa tunasema yule pale amechanganyikiwa. Mtu ambaye anakuwa na ana changamoto ya afya ya akili, tulikuwa tunapenda kutumia neno amechanganyikiwa, ana hivyo. Lakini kwa zama za leo imekuwa ni changamoto kubwa sana. Mimi nikipita mitandaoni huwa nasoma watu wanavyosema kwamba kuna mtu ana afya ya akili na hivi na hivi. Basi kipindi fulani nyuma, kwa sababu mimi huwa na interaction sana na watu na marafiki zangu na watu mbalimbali ambao wanazungumza nao na ninawashauri kuhusu mambo mbalimbali. Nimeshashauri watu wengi sana kuhusu afya ya akili, lakini nilienda mbali hadi nikaandika kitabu kinachohusu afya ya akili. Kwa katika mfululizo wa vitabu vyangu nina kitabu kinachozungumzia changamoto ya afya ya akili in detail sana. Nilikiandika baada ya kuexperience kesi nyingi sana za kusaidia watu ambao wanakuwa na changamoto ya afya ya akili. Ikabidi nijisomee kidogo au nitafute maarifa kidogo ili niweze kuwasaidia watu ambao wanakuwa wanapatwa na hiyo changamoto. Kwa sasa kwa mazungumzo haya baadaye nitajenga msingi wa mazungumzo yatakayofuata ambayo tutakuwa tunajadili kuhusu changamoto ya afya ya akili. Lakini changamoto ya afya ya akili ni nini? Tafsiri rahisi ni kwamba ni pale unaposhindwa kuchangamana na jamii. Katika maana ipi? Kwamba jamii yako wewe ni sehemu unayoishi. Pale unaposhindwa kuchangamana nayo katika namna yoyote ile, maana yake wewe unakuwa na shida ya afya ya akili. Lakini pia ni kupata hisia mseto. Unakuwa unapata hisia ambazo hazieleweki. Ni changamoto, ni kushindwa kuchangamana na jamii pia katika maana kwamba tunategemea jamii huwa ina code of conduct, ina utaratibu wa maisha. Kila jamii ina utaratibu wake wa maisha. Hapo kijijini kwenu mna utaratibu wenu wa maisha. Kwa hiyo inatakiwa uchangamane na jamii yako. Uangalie namna ya kuishi na jamii yako. Ndio maana unaposhindwa kuchangamana nayo, tunasema wewe una shida ya afya ya akili, kwa sababu watu wanakuwa wanakutazama tofauti. Ni sawa na wale wanafunzi ambao wanakuwa na akili sana darasani au watu ambao wana akili sana kwenye jamii. Huwa wanaonekana ni kama watu ambao wana matatizo kwa sababu wanashindwa kuchangamana na jamii yao au jamii ambayo wanaishi. Kwa hiyo ni tafsiri rahisi tu ya changamoto ya afya ya akili. Lakini katika ufafanuzi sasa tutapokuwa tunaangalia, unaweza ukaona sasa unaweza ukaitafsiri vipi. Yaani unaweza ukapata tafsiri nyingi kutokana na majadiliano tutakayokuwa tunajadili. Sasa kutokana na hiyo tafsiri niliyoisema ni tafsiri sahihi zaidi, ili sasa tunapojenga msingi wa mazungumzo utanielewa kwamba ni kwa nini. Katika maisha yako ni lazima kuna utaratibu ambao unapaswa uishi. Na hili sasa litasimama kama suluhisho. Naanza kulijadili mwanzo, pia litasimama kama suluhisho kwamba kwenye jamii unapokuwa unaishi lazima kuna utaratibu wa maisha ambao unatakiwa uishi. Ni lazima uwe na sheria zako, ni lazima uwe na taratibu zako, ni lazima uwe na namna ya kuishi ambayo inakufanya uishi vizuri
na unajikuta uingii kwenye matatizo au kujikuta kwenye changamoto ambazo unajua akili huwa inashindwa kutatua. Akili zetu wanadamu, ukisoma saikolojia utagundua mwanadamu anajiendesha kama mnyama kwa asilimia zaidi ya 90. Yaani matendo yake ni ya kama wanyama tu wengine, lakini yeye anakaa asilimia 10 kujitafakari kidogo, lakini ni mnyama tu kama wanyama wengine, kama ng'ombe, mbuzi, kwa sababu anafanya matendo ambayo ni ya kawaida, yani yanajirudia. Kwa sababu hiyo ndio maana huwa tunapelekwa shule ili kujengewa misingi, tunapelekwa kwenye dini ili kujengewa taratibu za maisha, tunapelekwa kwenye mafunzo mengi ili kufundishwa utaratibu wa kuishi ili tusiwe kama wanyama wengine. Usipopelekwa kwenye hivyo vitu unakuwa huna tofauti na wale wanyama wengine. Kwa hiyo ni lazima ujijengee utaratibu wa maisha, kwa mfano kula vizuri, kufanya mazoezi, kujisomea, kuamka katika muda ambao unaona ni sahihi, kutotumia madawa au kutotumia vitu ile wanasema abuse. Kwa mfano dawa ya kupaka kidonda wewe na meza, kujifunza utaratibu wa kutotumia vitu kupita kiasi. Kwa mfano kuna watu wanakunywa soda ile ambayo sasa inakuja inaleta urahibu au uraibu. Ni vitu ambavyo inatakiwa ujifunze, ni maadili unatengenezewa tangu ukiwa mtoto. Lakini sasa unapokuwa ni lazima ujitengenezee maadili yako wewe mwenyewe, ili basi usijikute kwenye sintofahamu au changamoto ya afya ya akili. Vitu kama mahusiano ya kimapenzi, ni lazima uwe na mahusiano yenye kufaa. Ni lazima utumie muda wako vizuri. Ni lazima ufanye kazi ili upate kipato cha kujilisha. Ni lazima uwe na familia wakati mwingine ili upate tu majukumu, kwa sababu kuna watu wanakuwa hana majukumu alafu anaanza kufanya ghasia, fanya fujo sana, kwa sababu yeye analilisha tumbo lake tu, hana mtu mwingine anayemlisha, hana mtu anayemtegemea, hasomeshi, kwao hajali. Ndio maana watu huwa tunawapa responsibility, tunawapa familia ili wapate a burden to care. Yaani lazima upate kamzigo kakukahudumia kidogo. Ndio maana unapewa familia, unalazimishwa uzae watoto ili wale watoto wakupe mzigo uwe unafikiri. Kwa hiyo kuna namna hapo ya kufikiri sana. Sasa changamoto kubwa ya afya ya akili kwa zama hizi ni unapo violate kutoka kwenye misingi. Achana tu na zile changamoto za afya ya akili za kawaida ambazo tutaziona mbeleni. Sasa sababu za afya ya akili ni pale unapo violate kwenye ile misingi yako ambayo umejiwekea ya maisha, kwamba wewe inatakiwa uishi kwa utaratibu huu, lakini wewe unaishi kwa utaratibu huu. Kwa hiyo baadaye zile vurugu unazozifanya utajikuta umejipiga kitanzi. Ukijipiga kitanzi utajikuta una changamoto ya afya ya akili. Na ndio hiyo ambayo ukiachana na hizi mambo ya kibiolojia, mambo ya nini, mahusiano ya kwako na watu wengine, nazungumzia za kwako binafsi, yani zile changamoto za afya ya akili ambazo unajisababishia wewe mwenyewe. Sasa ukijipiga kitanzi utajikuta labda kwenye madeni, utajikuta kwenye uraibu, utajikuta kwenye matatizo chungu nzima. Yale matatizo yatakuletea misongo ya mawazo. Ikikuletea misongo ya mawazo, utashindwa kuhimili afya yako ya akili. Kwa hiyo sasa hayo ni mazingira, kwa sababu unajua mimi nikisoma mitandaoni huwa naona jinsi watu wanavyojadili. Wanajadili tu juu, lakini huwa hawaangalii sasa mimi nikiwa naelezea, nataka nikuelezee in detail ili sasa wewe utachagua sasa kulima au kuchimba au kupalilia au kufanya nini au kuweka mbolea. Ni wewe mwenyewe sasa utaamua. Kwa hiyo sasa kutokana na hayo mazingira utajikuta kwenye changamoto. Kwa hiyo ni lazima ujifunze kubehave vizuri. Lazima uwe na behave vizuri. Lazima uwe na tabia nzuri, uwe na uwezo mzuri wa kubehave. Uwe na namna nzuri ya kuishi ili usijikute matatani na kujikuta una changamoto ya afya ya akili. Lakini
vitu ambavyo vinakusaidia kutojikuta kwenye changamoto ya afya ya akili, au mtu ambaye tunasema ana afya ya akili ni mtu ambaye anakuwa na sifa zifuatazo. Anakuwa na uwezo wa kuhimili hisia, wanaita emotional intelligence. Anakuwa na changamoto, anakuwa na uwezo wa kufikiri vizuri. Anakuwa na uwezo wa kufanya mambo yake kwa utaratibu na mambo mengine kadhaa. Ukipata kitabu au ukipata sehemu ukajifunza, utajifunza sifa ambazo zinamfanya mtu aitwe hana changamoto ya afya ya akili. Zinakuwepo sifa tu nyingi. Sasa kwa nini uwe na uwezo wa kuhimili hisia, ambayo nitaizungumzia kama fakta mojawapo ambayo inasumbua watu wengi? Ni kwa sababu hisia huwa zipo na zinakuja na kuondoka. Sio hamna siku hisia zitaacha kuja. Hisia zinakuja, zinaondoka. Kwa kuna watu wakipata hisia ya huzuni au hisia ya furaha, wanataka ile hisia iendelee kuishi, wakati ni kitu ambacho kinakuja na kuondoka. Yaani hisia zinatakiwa tu ziwepo kwa sababu zinatufanya tuishi vizuri. Kwa hiyo unapokuwa unafanya unapokuwa kwenye maisha ya kawaida, inatakiwa ujue kwamba hisia huwa zinakuja na kuondoka. Hisia ni kitu ambacho hutakiwi kukikumbatia. Lakini pia inatakiwa ujue namna nzuri ya kuishi bila kujiingiza kwenye matatizo. Kwa mfano, matumizi ya pombe, uwe na matumizi kiasi ya vitu kama pombe, vitu kama vyakula, vitu kama drug and substance use. Ujiepushe na matumizi ya madawa ya kulevya, ujiepushe na matumizi ya vitu katika namna isiyofaa. Kwa inatakiwa uishi hivyo ili uepuke changamoto ya afya ya akili. Lakini nitazungumzia uraibu kama sababu mojawapo ya changamoto ya afya ya akili, kwamba kwa nini uraibu unasababisha changamoto ya afya ya akili. Ni kwa sababu uraibu ni utaratibu wa mwili kutengeneza stimuli. Mwili huwa unatengeneza stimuli ili kurahisisha mchakato wa taarifa. Kwa mfano, ukiwa unakula kitu fulani, ukiwa unapenda matumizi ya kitu fulani, mwili utatengeneza stimuli. Ukitengeneza ile stimuli, maana yake itakuwa inakurahisishia kile kitu kukifaidi au kukitumia. Na shida ya uraibu inajumuisha matendo ya ubongo, hasa maeneo ya ubongo kama front lobe, amygdala na hippocampus. Maeneo ya ubongo yale yanahusika na kukamilisha hisia zako. Lakini pia kuna hormone au kemikali inaitwa dopamine, ambayo huwa inatolewa kwa ajili ya kuassist matukio yako ya uraibu au vitu ambavyo unavipenda. Kwa lazima ujifundishe tabia nzuri, lazima ujifundishe kutumia vitu na kuacha. Lazima ujifundishe kutofanya matumizi yasiyofaa ya vitu ili kujiepusha na changamoto ya afya ya akili. Hizo ni sababu hivyo ni vitu ambavyo unatakiwa uvizingatie katika hatua ya kwanza. Lakini sasa nakuja kwenye changamoto. Sasa kwa nini sasa kuna changamoto sana ya afya ya akili, bila kugusia zile changamoto ambazo ni za asili? Kwa mfano, shida za kibiolojia, mashambulizi au trauma, ambayo mtu anaweza akapata lile shambulizi likamsumbua, shambulizi kama kubakwa, kulawitiwa, kupigwa, kunyanyaswa. Tukiachana na hayo, sasa tunakuja yale ambayo na yale ya kibiolojia, tunakuja yale ambayo ni ya watu wengi wanajitakia wenyewe, lakini lazima utazingatia namna nzuri niliyokueleza wakati naanza mazungumzo, ili sasa uanze kuunganisha doti. Kwa nini sasa changamoto ya afya ya akili ni tatizo? Kwa hiyo watu wengi kwanza hawapo kwenye hiyo misingi niliyoitaja. Wanaishi maisha ambayo sio mazuri. Kwa mfano, watu wanafanya abuse ya mitandao, wanatumia mitandao kupita kiasi, wanafanya ngono kupita kiasi, wanakula kupita kiasi,
wanakunywa kila kitu, wanatumia makemikali, wanatumia madawa, wanatumia yani wakikatazwa kitu fulani wao ndo wanakitumia kupita kiasi. Sasa ile inaleta changamoto. Lakini shida nyingine ya jamii yetu ni jamii tunayoishi kuwa na mitazamo ambayo inaleta unyanyapaa, kuwanyanyapaa watu. Kwa mfano labda mtu ana virusi vya ukimwi, wanamnyanyapaa, anaumwa labda matatizo haya madogo madogo, wanamnyanyapaa, labda hana kipato, hana uwezo, hawezi kujitetea, labda ni dhaifu, ana mwili mdogo, hawezi kupigana ngumi, hawezi kushauti, hawezi kuongea, au ni mpole kupita kiasi, au ni mkali kupita kiasi. Vile vitu vinaleta changamoto ya afya ya akili kwa wale ambao wanatendewa. Kwa hiyo ni lazima tuwe na jamii nzuri, lakini pia kwa mtu mmoja mmoja ni lazima tujifunze tabia njema au namna nzuri ya kuishi ili kujiepusha na changamoto ya afya ya akili. Lakini kubwa kabisa huwa ni uwezo wa kuhimili hisia. Kwa mfano, tunajua kabisa maisha ya sasa yana changamoto nyingi, na threat kubwa ya mwanadamu huwa ni kifo. Yaani kwamba mwanadamu aliumbwa kuogopa kifo. Kwa hiyo kila hatari inayokuja kwenye maisha yako lazima utaipasivu katika ukubwa sana, bila kujali ile ni hatari ya kawaida tu. Kwa mfano, mtu hata anadaiwa kodi, pressure inapanda. Mtu alikuwa anafanya biashara akaibiwa, pressure inapanda. Mtu amefiwa, anashindwa kujua kwamba kifo ni kawaida tu kwa watu. Kwa hiyo inatakiwa ulie, ukilia unyamaze. Anajiingiza kwenye matatizo. Mtu ana matatizo ya ndoa, anajiingiza kwenye matatizo. Mitandao, hii mitandao ambayo saa hizi watu wanatumia sana mitandao kupita kiasi. Sasa kwa sababu wana matumizi makubwa ya mitandao inawaingiza katika changamoto ya kuhisi yale maisha ya mitandaoni ni maisha halisi wanayotakiwa kuishi. Lakini kiuhalisia maisha ya mitandaoni ni maigizo, kwa sababu kila mtu ana simu yake na hatujui hata yupo kajificha wapi. Lakini anaigiza. Mfano mimi hapa na rekodi video yangu, nipo kwenye mashamba huku unaona mashamba, unaona mifugo inapita. Mtu atanipasivu kwa sababu ya mazingira anayoyaona, lakini hawezi akajua labda mimi nipo wapi. Kwa vitu vichukulie vichukulie rahisi. Ukiona vitu kwenye mitandao usilazimishe kuvifanya, usilazimishe na wewe kuwa kama watu wa kwenye mitandao. Kwa mitandao kila mtu ni tajiri, kila mtu anajua kusema, kila mtu ni msemaji, kila mtu ni mtukanaji, kila mtu ni msengenyaji. Kwa kifupi mitandaoni kila mtu anataka kujitutumua vile anavyoona yeye inafaa. Sasa vile vitu kivizingatia sana, vitu vya mitandaoni huwa vinaleta shida, kwa sababu vinaathiri afya yako ya akili. Vinaleta misongo ya mawazo, kwa sababu unaanza kuaminishwa mafanikio ni kuishi hivi au kuwa hivi. Ndio maana watu wanajiingiza kwenye ngono, kwenye matukio hatarishi, kwenye matumizi ya madawa ya kulevya. Ni kwa sababu tu watu wanaiona mitandao ni kama uhalisia wa maisha. Lakini mitandao ni illusion, kwa sababu kila mtu anaigiza, kila mtu anafanya mambo anayoona yeye anamfaa mitandaoni. Kwa hiyo jitahidi kuepuka matumizi yaliyopitiliza ya mitandao ili usipate changamoto ya afya ya akili. Lakini kitu kingine, jisimamie. Lazima uwe na miongozo yako. Usiishi maisha ya mtu fulani anataka hivi na wewe unafuata. Unakuwa bendera fuata upepo. Ni changamoto kubwa ambayo itakuletea shida. Lakini katika kutatua changamoto ya afya ya akili au address tatizo la changamoto ya afya ya akili, ni lazima jamii kama jamii, watu washirikiane kulea hawa watoto. Kwa mfano, hawa watoto waliozaliwa kuanzia saizi, hawa 2000 wameshakuwa wakubwa. Hawa wengine waliozaliwa kuanzia 2005, hawa saizi ndio wamekuwa tatizo kubwa. Yaani waliozaliwa kuanzia 2005 kuendelea wamekuwa ni changamoto kubwa sana.
Ni kwa sababu ni watoto waliozaliwa kwenye mitandao, hawajui uhalisia wa maisha. Wao vitu vingi wameona mitandaoni, hawajawahi kuona kwa uhalisia. Kwao wakiona msitu hawajawahi kuuona, wanauona tu kwenye simu. Kwao wanakuwa wanahisi, wajua mtu anavyo perceive picha sio kama uhalisia. Kwao yani vitu vingi wameviona mitandaoni. Sasa wanaiga kila kitu na wanaamini kwamba mitandao ni sehemu ya maisha. Lakini kwa wale watu wazima kuna changamoto kubwa ya mahusiano. Mahusiano inatakiwa watu wayafanye kama ni utaratibu tu wa maisha wa kawaida. Sio kwamba ni mahusiano ya kuletee changamoto, ya kuletee vitu kadhaa ambavyo vinakuletea shida ya afya ya akili. Lakini pia ni lazima ujifunze kutengeneza personality. Unajua watu wengi huwa wanahisi kuishi vizuri au kuvaa vizuri, kuoga, kufanya nini ni kitendo kibaya. Lazima utengeneze personality. Personality unatengeneza wajihi au jinsi wewe unavyoonekana. Ni lazima ujitengenezee personality nzuri kwa sababu watu huwa wanampasivu mtu the way wanavyomuona. Yaani kwa mfano mimi nakuhukumu wewe kwa sababu nimekuona jinsi ulivyo. Mimi siwezi nikajisumbua eti kujua wewe ni nani au wewe umetoka wapi au whatever au una akili au una. Yaani mimi ninavyokuona wewe ndivyo ninavyokuchukulia. Kwa hiyo unatakiwa utengeneze personality yako. Uwe na muonekano ambao utakufanya ukubalike kwenye jamii. Uache matumizi ya ulevi. Uache matumizi ya ulevi, vitu kama kunywa pombe. Yaani kwa sababu eti unasema una mawazo. Mawazo ni kitu cha kawaida tu. Tafuta njia nzuri ya kudili na mawazo, sio kutumia substance au kutumia vitu vya ovyo kama pombe, madawa ya kulevya. Ni vitu ambavyo tu vinakupa ahueni ya muda, lakini tatizo lako litaendelea pale pale lilipoishia. Ukizinduka tu tatizo lako unalo hapa, yani ukifufuka unalo. Kwa hiyo ni lazima utafute namna ya kudili na tatizo lako na kupata suluhisho la kudumu, lakini usijitumbukize katika njia mbaya za kutatua matatizo. Kwa hiyo huo ni mwisho wa mjadala wangu, na nilikuwa najadili kuhusu changamoto ya afya ya akili kwenye jamii, kwamba kwa nini jamii yetu saa hizi watu wengi wanakumbwa na changamoto ya afya ya akili mpaka watoto wadogo. Kwa hiyo angalia na jirekebishe, na nitaendelea kuanzia hapa. Nitakuwa najadili sasa kwa urefu au kwa kina nikiwa na site hatua moja baada ya nyingine. Lakini mwisho kabisa, mimi naitwa Lucas Selemani. Mimi ni mwandishi lakini pia ni mwalimu. Nafundisha kuhusu masuala ya biashara, uchumi, falsafa katika maeneo tofauti tofauti kama dini, metafizikia, deontology au maadili, falsafa ya katika politics au siasa, pia katika maeneo mengine tofauti tofauti. Kwa hiyo huo ni mjadala kidogo niliotaka kufundisha kuhusu changamoto ya afya ya akili na namna ya kushughulika nayo, namna ya kudili na hilo tatizo. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Mpaka wakati mwingine tutakapokutana. Uwe na amani ya Bwana.